Haleluya. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi, majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi, ni majeshi ya nani? Haleluya. Saluti majeshi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana ninatenda mambo makuu, kwa maana yeye amewakanyaga watesi wangu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Amen. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Ndani ya vigelegele unaweza ukaongeza shangwe kwa ajili ya jina la Yesu, kwa ajili ya damu ya Yesu, damu inayonena mema. Haleluya. Leo ni siku yetu ya pili ya maombi na kufunga, na Bwana yuko tayari kusema nasi. Biblia inasema yeye huyataja yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Yeye huitaja miisho tokea mwanzo, naye ndiye mzee wa siku. Haleluya. Analo neno tena jioni ya leo kwa ajili yetu, ufunuo juu ya damu ya Yesu Kristo. Mhubiri mmoja, yamkini ni miongoni mwetu, hawa watumishi wa Mungu wapakwa mafuta, ni kama niliwasikia na mimi ninajua hakuna formula ya kutengeneza damu. Haipo kwamba ukaenda maabara ukachanganya kemikali fulani kutoka kwenye mti fulani, kutoka kwenye chemichemi fulani, halafu ukapata damu. Ana damu inatengenezwa na Mungu. Haleluya. Na kwa sababu damu ya Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo damu ya Yesu Kristo ndio damu original, damu yenye nguvu. Haleluya. Na jioni ya leo sema ukiwa umeshika kitambaa chako mkononi, tumshangilie Bwana wakati mpakwa mafuta Pastor Ozeniel anakuja kutuhudumia tena kwa neno la Mungu. Jana tulipokea ufunuo wenye nguvu sana. Kama uliingia kwenye grupu letu, utaona namna ambavyo ufunuo huu ulikuwa na nguvu, na kama umesikiliza tena kwenye televisheni yetu, utaona ufunuo huu namna ulivyokuwa na nguvu. Tunamtazamia Bwana kutuhudumia tena jioni ya leo kupitia mtumishi wake. Haleluya. Basi wakati mpakwa mafuta anakuja, piga makelele na shangwe kwa ajili ya Bwana. Shangilie Bwana Yesu. Ongeza makelele na shangwe kwa Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ya thamani mbele za uso wako, ambayo Bwana Yesu umetupa neema yako tena watoto wako kusogea nyumbani mwako. Asante kwa maana unao mpango mzuri juu ya maisha yetu. Asante kwa maana hata jioni ya leo umekusudia kutupigisha hatua tena. Asante kwa maana umekusudia kutulisha kwa chakula cha mbinguni tena, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nami ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ya kwamba masikio ya mtu huyu yakafunguliwe, apate kuyafahamu na kuyajua yale yaliyofichwa katika ulimwengu wa siri. Asante Roho Mtakatifu kwa maana uko pamoja nasi jioni ya leo kutufundisha, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. 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 Mwambie jirani yako, karibu katika nyumba ya ufufuo na uzima. Mwambie tena, karibu katika nyumba ya ufufuo na uzima. Kama unavyojua, mahali hapa vilivyokufa vinafufuliwa tena. Amen. Hauamini hayo? Vilivyokufa vinafufuliwa tena, vilivyokufa vinahuishwa tena. Na jioni ya leo Mungu yuko mahali hapa ili ahuishe na kufufua vilivyokufa tena kwa jina la Yesu.
Amen. Basi upate nafasi yako uweze kukaa. Kaa katika nafasi yako, alafu tutaenda ngambo nyingine. Amen. Kama unavyojua ya kwamba siku ile ya jana Mungu alitupa neema kuangazia kwa habari ya damu ya Yesu Kristo, na ukumbuke ya kwamba tunaenda katika wiki iliyobeba ushindi katika damu ya Yesu. Ushindi katika damu ya Yesu. Tukaona nifanye review kidogo ili kusudi tuweze kupata hatua nyingine kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Tukasema ya kwamba ushindi wetu unapatikana katika damu. Amen. Ushindi wetu katika damu. Wale wanaosema Yesu hakusulubiwa, wanasema mtume wa Mungu hakusulubiwa, nabii kwa majina yao wanavyomuita hakusulubiwa, maana yake wanataka kupinga ya kwamba Ukristo wetu sisi ni powerless, hauna nguvu yoyote. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba Kristo alisulubiwa pale msalabani na damu yake ikamwagika, na ushindi wetu tukaupata na kuupokea katika hiyo damu ya Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo baba yetu siku ya Jumapili, Askofu Dr. Eric Shaw alitufundisha ya kwamba kulikuwa na damu ya Getsemane. Alisema damu ya Getsemane, damu ambayo ilimwagika kutoka katika uso wake Yesu Kristo. Yesu alipokuwa anaomba katika ile bustani inayoitwa ya Getsemane, akiwa anamuomba Baba ya kwamba Baba, ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama mimi nipendavyo, ila mapenzi yako yatimizwe. Biblia inasema alipokuwa katika dhiki akiomba na kuugua, kulionekana kama matone ya damu yaliyoanguka usoni pake. Maana yake ilikuwepo damu ya Getsemane. Amen. Ni damu ambayo ni damu ilimwagika iliyoweza kumfanya Yesu Kristo kuacha mapenzi yake na kufuata mapenzi ya Baba yake. Amen. Amen. Mwambie mwenzako hakuna linalowezekana pasipo damu. Ilihitajika damu kuyageuza yaliyoshindikana yawezekane. Na jioni ya leo nikutangazie tena, iko damu tena ya Calvary jioni ya leo mahali hapa. Nayo hiyo damu inanena kuhusu mambo ambayo hayakuwezekana na hayawezekani yaweze kuwezekana juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Na siku ile ya jana Mungu akatupa neema tena, tukaangalia damu ambayo ilimwagika mgongoni pake. Amen. Mwambie mwenzako damu ya jana ni ile iliyomwagika mgongoni pake. Ndio ile damu iliyomwagika alipopigwa mijeledi. Alipopigwa mijeledi ile 39, maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya sura ya 53, Biblia inasema na kwa kupigwa kwake, na kwa kupigwa kwake, alipokuwa akipigwa, matokeo ya kupigwa damu ilitoka. Kwa hiyo ilikuwa ni sadaka kwa ajili ya kuleta uponyaji. Biblia inasema na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Amen. Hebu sema kwa damu ya Yesu nimeponywa, kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo jana tukashughulikia magonjwa na udhaifu na kuugua na mateso, na hakika yake Mungu akatuponya na kuwaponya wale ndugu zetu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo kwenye rekodi yako angalia kwamba Jumapili tuliangazia damu ya Getsemane, Jumatatu tukaangalia damu iliyomwagika mgongoni pake. Leo tunaenda kuangalia damu iliyomwagika kichwani. Amen.
mwenzako, iko damu ilimwagika kichwani mwa Yesu. Mwambie tena, kichwani mwake ilimwagika damu. Sawa sawa, Wiki hii tunaangalia maeneo yote ambapo kila jambo ambalo lilitokea wakati wa maisha ya Yesu lilitokea ili unabii utimie. Sawa sawa, Haleluya. Kila tendo ama kila tukio ambalo Yesu alitendewa, alipokuwa anasulubiwa, wakayavua mavazi yake, wakayapigia kula. Maandiko yanasema ili litimie neno. Hebu sema, ili litimie neno. Sema tena, ili litimie neno. Kwa hiyo kila ambalo Yesu alilitenda na alitendewa ilikuwa ni utimilifu wa neno, fulfillment of the word of prophecy. Ni utimilifu wa neno la unabii. Amen. Na jioni ya leo unabii unatimia tena kwa damu ya Yesu. Shangilie Bwana Yesu. Amen. Sasa iko damu ilimwagika kichwani mwake. Mwambie mwenzako, kichwani mwake. Mwambie tena, kichwani ilimwagika damu, na ile damu ilikuwa ni makusudi neno litimie. Amen. Hebu sasa twende kitabu kile cha Mathayo sura ya 27. Kitabu cha Mathayo sura ya 27. 27. Kabla hujaenda 27, tuanzie 26. Kitabu cha Mathayo 26 mstari ule wa 27. Alafu tutaenda Mathayo 27 hapo mbele kidogo. 26 Mathayo 27. Maandiko yanasema hivi, tukianzia 26. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Hebu sema, damu ya agano. Sema tena, damu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kila damu ilipomwagika kuna ondoleo, remission of sin. Kuna ondoleo la dhambi ilikuwa linaondolewa. Sawa sawa, Amen. Sasa tukasema ya kwamba Bwana Yesu alipokuwa akisulubiwa, maandiko yanasema baada ya kupigwa mijeledi, Bwana Yesu alipopigwa kwa Pilato akasema, mimi sioni kosa, sioni hatia juu ya mtu huyu, kwa sababu maelezo na makosa mnayonieleza hayahusiani na makosa ya kijinai na makosa ya kisheria. Makosa ambayo waliyasema Wayahudi kwa Pilato, wakasema, Bwana huyu anajiita yeye ni mfalme. Pilato akasema, kwani si amejiita tu, si ameamua kujiita tu? Wakamuuliza, je, wewe kweli ni mfalme? Wakasema, Yesu akamjibu akasema, wewe umesema. Wakasema, Bwana amesema ya kwamba atalibomoa hekalu. Je, amelibomoa hilo hekalu? Wakasema, amesema tu. Sasa Pilato mke wake akamwambia hivi, akamuonya, akamwambia, jihadhari juu ya mtu huyu, jihadhari. Usiku wa leo nimeteswa kwa ajili yake,
Kwa hiyo kaa mbali na hiki kitu, kaa mbali na huyu mtu. Sasa Pilato alikuwa akijitahidi ili amwokoe Yesu, yaani asiwe miongoni mwa watakaosulubiwa, lakini Wayahudi wakasema, Bwana huyu mtoe tu asulubiwe. Ndipo Pilato kwa sheria na kanuni akawaambia, Bwana, mimi sioni hatia juu ya mtu huyu. Maandiko yanasema Pilato akanawa mikono, akaitisha maji, akasema, mimi sina hatia juu ya mtu huyu. Ndipo akamtoa, akapigwa mijeledi. Baada ya kupigwa mijeledi, maandiko yanasema ndipo akawatolea askari, wakamchukua huyu Bwana Yesu, wakampeleka kwa liwali. Sema liwali, sema tena liwali. Na liwali ni kama gavana wa kipindi kile, gavana wa eneo fulani. Amen. Sasa alipopelekwa kwa liwali, maandiko yanasema, na liwali wa wakati huo alikuwa ni Herode. Herode ni cheo, ndugu zangu. Herode ni cheo kama vile ilivyo cheo cha Farao. Sawa sawa, Ndio maana unaweza ukasoma alipokufa Herode, Mungu akamtokea Yusuf Misri, akamwambia, mchukue mtoto na mama yake, rudi, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya nani? Ya mtoto. Herode wakati ule alikuwa amekufa. Baadaye akatawala mtoto wa Herode tena, na mwenyewe ni Herode. Sawa sawa, Kwa hiyo Herode ni cheo cha kiutawala kama anavyoitwa liwali, gavana. Tuko pamoja, Amen. Sasa maandiko yanasema, twende sasa hiyo Mathayo 27 mstari ule wa 24. Tukianzia mstari wa 20, maandiko yanasema, nao wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi mkutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi kati ya hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatwaa maji. Hebu sema, akatwaa maji. Sema tena, akatwaa maji. Akanawa mikono mbele ya mkutano, akanawa. Hebu sema, ndio maana nasikia mtu anasema, mimi nimenawa mikono, I'm not part of this, yani mimi siko miongoni mwa hili, ninanawa mikono. Waliyachukulia humu. Sawa sawa, Akanawa mikono, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu. Kumbe damu ina hatia. Mwambie zako, damu ina hatia. Mwambie tena, damu ina hatia. Sema tena, damu ina hatia. Ingawa Yesu hakuwa na hatia, ila damu yake ilibeba hatia za wanadamu. Tuko pamoja? Hatia ni kosa, hatia ni uovu. Yesu hakuwa na hatia yoyote. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya 3:18, maandiko yanasema, kwa maana Yesu Kristo alisulubiwa mara moja kwa ajili ya wenye dhambi, mwili wake ukauawa, bali roho yake ikahuishwa. Anasema alisulubiwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ingawa hakuwa na dhambi, lakini alisulubiwa kwa ajili ya wenye dhambi. Amen. Napenda ukisoma sura ile ya 26 mstari wa 7 Mathayo, ukisoma version ya Amplified Bible, wanasema, hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Anasema for the substitutional of atonement,
damu inamwagika kwa ajili ya kuhamishiwa mateso. Atonement ni mateso ama ni adhabu. Kwa hiyo damu ya Yesu ilimwagika ili sisi tutolewe makosa na hatia na mateso, ili yeye apate hayo mateso. Ni upendo wa namna gani huu ambao aliupenda Yesu Kristo, akautoa uhai wake kwa ajili ya mimi na wewe, ili kusudi tuhesabiwe haki ingawa hatukuwa na haki, tuhesabiwe uzima ingawa hatukuwa na uzima. Amen. Mwambie mwenzako, Yesu alitupenda upeo, alitupenda mno, alitupenda mno, na sisi hatuna kitu cha kuweza kumlipa kwa ajili ya upendo aliotupenda zaidi ya kumpenda nasi. Amen. Haleluya, haleluya. Sasa maandiko yanasema mstari wa ngapi? Anasema mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Hebu sema mwenye haki. Sema tena mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Sawa sawa, Baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa, akawapa Wayahudi. Mstari wa 27, ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praitorio, wakamkusanyikia kikosi kizima. Mstari wa 28, wakamvua nguo zake. Hebu some wote mstari wa 28. Wakamvua nguo. Hebu sema wakamvua nguo. Wakamvika vazi jekundu. Hata hiyo mbona sisikii sauti yako? Haleluya. Wakamvua nguo. Nisikie sauti yako. Wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba. Baada ya kufanyaje? Wakasokota taji ya miiba, crown, taji ya miiba. Sasa wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, wakamvalisha na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki. Hebu sema wakamdhihaki, wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, walimvua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Sasa Bwana Yesu akiisha kuvikwa ile taji ya miiba, damu ilimwagika kutoka kichwani mwake. Tunaenda pamoja ndugu zangu, tuko pamoja, tuko pamoja. Damu ilimwagika kutoka kichwani mwake. Nimekuambia kila ambalo Yesu alitendewa ilitokea kwenye maisha ya Yesu, ilikuwa ni unabii utimie. Sawa sawa. Kwa maana unamsikia Yesu anasema, kwa maana mwana wa Adamu aenda Yerusalemu, naye atatiwa mikononi mwa wazee na Mafarisayo, nao watamtenda sawa sawa na yote yaliyoandikwa katika Torati na manabii, ili nini? Yatimie. Amen. Na kweli yalitimia. Sasa alipovikwa taji ya miiba,
Kumbuka, baada ya mwanadamu kutenda dhambi katika bustani ile itwayo ya Edeni, ndipo dhambi iliingia duniani, yaani iliingia katika maisha ya mwanadamu. Sawa sawa. Mungu alipomtembelea mwanadamu huyo, akamwita akasema, Adamu, uko wapi? Adamu akajibu kama tulivyosoma, akasema, nalisikia bustani sauti yako bustanini, nami nikajificha, kwa maana ni uchi. Ndipo Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia uko uchi? Mungu akasema, je, umekula matunda ya mti ule niliyokuagiza usiale? Akasema, ni huyu mwanamke uliyenipa, ndiye aliyenipa nami nikala. Mungu akamwambia mwanamke, je, ni nini hili ulilolifanya? Akamwambia, tazama, nitakuzidishia uchungu wako, nawe utazaa kwa uchungu. Akamwambia, nami nitaweka uadui kati yako, kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Si ndivyo Anasema uzao wako utamponda kisigino, na uzao wa nyoka utauponda uzao wako. No, anasema uzao wako wewe mwanamke utamponda kichwa, uzao wa nyoka kichwa, na uzao wa nyoka utamponda uzao wa mwanamke kisigino. Si ndivyo Si ndivyo Alafu Mungu akamwambia Adam, some hapo Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adam, hebu sema, akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Hebu sema maneno hayo, ardhi ililaaniwa. Kutokea hapo nini ililaaniwa? Ardhi. Hebu sema ardhi. Anasema kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Hebu sema michongoma na miiba itakuzalia. Sasa ulikuwa ni unabii utimie. Sasa Yesu akaja duniani, akasulubiwa, akavikwa taji ya miiba ili utimie unabii ya kwamba Yesu Kristo ndiye kwa damu yake iliyomwagika katika kichwa chake baada ya kuvikwa ile taji ya miiba. Yesu Kristo alifanya ukombozi kwa damu yake kutoka mwanadamu aliyekuwa amelaaniwa kwa laana katika ardhi yake, ili huyu mwanadamu atoke katika laana na hii ardhi itoke katika laana. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwagika alipovikwa taji ya miiba kichwani kwake ilikuwa ni damu ama ni sadaka ya kumtoa mwanadamu katika laana. Amen. Hata makofi ya upigi. You are so diplomatic. Yani uko kidiplomasia kama anayedadisi. Unadadisi. Damu ya Yesu iliyomwagika baada ya kuvikwa ile taji ya miiba ulikuwa ni unabii ama ulikuwa ni utimilifu wa maandiko matakatifu, kama Mungu alivyomwambia mwanadamu, kwa sababu uliuza nafsi yako, uliuza maisha yako, ukamsikiliza shetani, ukamsikiliza yeye badala ya mimi niliyekuamuru na niliyekuumba na niliyekuweka katika bustani ya Eden. Sasa kwa sababu umelikiuka neno, umenitenda dhambi, hii
ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Akamwambia mwanadamu, akamwambia Adam, tazama utakula kwa uchungu. Yani katika hayo yanayopatikana kwenye ardhi utakula kwa uchungu, alafu michongoma na miiba itakuotea. Hii michongoma imetoka wapi? Michongoma ni symbol ama ni simbo ama ni alama ya uwepo wa laana. Tutaona kwenye Biblia vizuri, sawa tutakupa na maandiko matakatifu. Miiba, michongoma ni tafsiri ya laana. Sawa sawa. Narudia tena, miiba na michongoma ni tafsiri ya laana. Ukisoma Biblia utaona hata ile Yeremia 17 anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake, maana atakuwa kama fukara nyikani, hatajua mema yatakapotokea, bali atakaa katika jangwa, katika nchi isiyokaliwa na watu. Laana. Sawa sawa. Soma Waebrania tena sura ya 6. Hebu tuone Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ile ya 6, mistari kadhaa hapa tuangalie, alafu kisha tusonge mbele. Waebrania sura ile ya 6, Waebrania sura ya 6 kuanzia mstari ule wa 7. Waebrania 6 mstari, tuanze mstari ule wa 7. Anasema hivi: maana nchi inayoinywa mvua inayoinyeshea mara kwa mara, maana nchi inayoinywa mvua inayonyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Mstari wa 8, bali ikitoa miiba. Hebu sema, bali ikitoa miiba. Yaani nchi inanyeshewa na mvua kama mvua inavyonyesha sasa, ila hiyo nchi, yani ardhi, land, inatoa miiba tu. Mwagilia umwagiliavyo, yanayomea ni miiba. Fanya juhudi ufanyazo, kinachomea ni miiba. Sikiza kwa makini. Baada ya dhambi kuingia duniani, kama maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Mwanzo 3, Mungu anavyomwambia mwanadamu, anasema kwa hiyo nchi itakuzalia nini? Miiba. Unalima, miiba ndio inakuzalia. Yaani unalima, kwenye kulima kinachostawi ni miiba. Kati ya yale unayoyapenda, yanayotokea ni usiyoyapenda. Inahitajika damu iliyomwagika kwenye kichwa cha Yesu, iliyomtoa mwanadamu kutoka kwenye laana na mabaya, ili awekwe huru kwa jina la Yesu. Na kama tulivyosema ya kwamba ulimwengu wa roho huwa haurespecti tu maombi ya hovyo hovyo. Maombi ambayo yanaombwa kwenye ufunuo wa kumjua Mungu na kipi unakiomba na kipi unakitaka, ndiyo yanampa mtu majibu. Tukasema mtu lazima atoke kwenye dini na aende kwenye kuomba kiufunuo. Tukasema unapoomba damu ya Yesu, sio kiitikio tu cha kidini, wala sio kitia nakshi kwenye maombi kwamba kila maombi lazima damu ya Yesu au damu ya mwanakondoo itajwe. Toka huko. Mwingine unasikia anaomba kila kitu kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, lakini activation na kazi na utendaji kazi kwenye ulimwengu wa roho juu ya ile damu hajui. Yaani yeye anataja tu ili mradi ataje damu ya mwanakondoo, ila kumbe hii damu ya mwanakondoo ina specification, ili na maeneo hususan husika katika maisha ya mwanadamu.
hofu yoyote. Kumbe ilikuwepo damu ambayo hii damu ilimwagika baada ya Yesu kuvikwa ile taji ya miba. Walipokuwa wanamdhihaki, kumbe neno la unabii ama neno la Mungu ama utimilifu wa maandiko ulikuwa unatimia, kwa sababu maandiko yanasema hivi: baada ya dhambi kuingia, Mungu akamwambia mwanadamu, hiyo nchi itakuzalia miba. Sasa Yesu naye alivikwa taji ya miba, maana yake alivikwa taji ya laana na makosa na dhambi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba alipovikwa ile taji ya miba, damu yake ilimwagika. Maana yake ilikuwa ni malipo halali juu ya zile laana za mwanadamu. Kwa hiyo laana za mwanadamu ziliwekwa juu ya Yesu, na ndio maana maandiko yanasema, kwa maana Torati inasema, amelaaniwa yeye angikwae msalabani. Kwa hiyo Yesu alifanyika laana, alizibeba laana kwa damu yake, akafanya malipo katika ulimwengu wa roho na katika maisha ya mwanadamu, ili kusudi huyu mwanadamu aliyekuwa amevikwa, amefungwa kwa laana, kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika katika kichwa chake, mwanadamu huyu atoke kwenye laana. Na wewe jioni ya leo ujawe na maarifa haya. Unapoomba unasema, iko damu ya Yesu Kristo. Katika akili yako unajua hii damu ambayo inafungua watu kutoka kwenye laana ilimwagika katika kichwa chake, kwa maana alivikwa taji ya laana na miba. Kwa hiyo mtu amewekwa huru kutoka kwenye laana kupitia damu ya Yesu Kristo. Lakini wewe unapoomba unamwambia shetani, sikia, 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 usizani si ufahamu ukweli. Iko damu ya Yesu Kristo ilimwagika alipovikwa taji ya miba. Hii damu ilikuwa na shetani anaufahamu ukweli wote. Kwa hiyo unapodili naye kama asiyejua, anajua huyu hajui lolote, ila unapodili naye kama mtu anayeufahamu ukweli na mamlaka, anaelewa. Ndio maana mwingine anamwambia, kuna mashetani mengine ukiambia toka, sitoki. Anambia mtoki, sikiliza nitakachokufanya. Unasema, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaachilia moto, ninageuza mwili huu wa mtu huyu kuwa moto, kuanzia utosini mpaka unyayoni, naachilia moto. Anakuambia natoka. Usimwambie usitoke. Naamuru huu moto uanze kutenda. Usimwambiage atoke. Akisema natoka, umwambie usitoke. Si ulisema hautoki usitoke sasa. Kwa hiyo shetani anajua mtu ambaye anadili naye anaufahamu ukweli. Na ndio maana miongoni mwa maombi ambayo ni ya Mtume Paulo katika kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza, anasema, ndugu zangu, tangu siku nilipopata tumaini la mwito wenu, mimi Paulo siachi kutoa sala na dua mbele za Mungu, nikiwakumbuka katika sala zangu, ili kwamba Mungu Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo na ya maarifa katika kumjua yeye. Amen. Una nguvu kulingana na maarifa ulionayo, na udhaifu ni kulingana na uchache wa maarifa ya mtu alionao. Sawa sawa, Biblia inasema mtu wa maarifa huongeza uwezo. Asome Mithali, anasema mtu mwenye maarifa anaongeza uwezo. Na hii ni kawaida. Mtu mwenye maarifa mengi kazini, hata mshahara wake ni mkubwa, watu wanapiga saluti kwake. Kwa nini? Maarifa ni nguvu. Mwambie wenzako, maarifa ni nguvu. Hebu sasa tuone. Hiyo Waebrania mstari wa 8 anasema, bali ikitoa miiba. Hebu tusome wote. Anasema bali ikitoa miiba. Soma baada yangu kwa sauti sasa. Bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa. Soma kwa makini. Bali ikitoa miiba, nini hiyo? Ardhi, si ndivyo?
ikitoa miba na magugu inafanyaje? Hukataliwa. Palipo na laana kuna kukataliwa. Unashangaa hamna anayekubali. Maandiko yanasema hukataliwa na kuwa karibu na laana. Sema kuwa karibu na laana. Sema tena kuwa karibu na laana. Aha, hii iko karibu na laana. Kuna nyingine iko kwenye laana kabisa, ila hii iko karibu na laana. Maandiko yanasema huwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Kwa hiyo damu iliyomwagika katika kichwa cha Yesu alipovikwa taji ya miiba ilikuwa ni damu ya kuokoa ama kufungua maisha ya mwanadamu kutoka katika laana. Hebu sema laana. Sema laana. Sasa utaniambia mchungaji, sasa hiyo ilikuwa ni laana ya ardhi, ambapo Adamu ndio aliambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sasa leo mimi hata sio mkulima, silimi, so hiyo pati hainihusu mimi. Sikiza nikwambie, ardhi kwa Adam ilikuwa ni kiwakilishi ama ndio uchumi wake. Sawa sawa, naomba niseme hii kwa makini zaidi. Ardhi kwa Adam, ardhi ilikuwa ni sphere ama ndio field ya uchumi wa Adam. Adam alikuwa mkulima, kwa hiyo kula yao ilikuwa inategemea ukulima. Maisha yao kama wangekuwa na watoto wanasomesha, wangekuwa wanategemea ukulima. Kama walikuwa na ndugu ama na project wanafanya, walikuwa wanategemea ukulima. Kwa hiyo Mungu alipomwambia Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, maana yake anamwambia katika uchumi wako ama maisha yako ya uchumi yana matatizo. Kuanzia sasa hivi hautaanza kufanikiwa kama mwanzo ulivyokuwa unafanikiwa, kwa sababu mwanzo ulikuwa ukilima unavuna, unapata faida, ila sasa hivi miba na michongoma ndiyo itazaa. Maana yake analofanya kiuchumi haliendi. Kwa hiyo unahitaji hii damu ya Yesu Kristo, kwa maana ndiyo inamtoa mtu katika laana ya kiuchumi. Nikatafakari nikajua ya kwamba unayemuona amefanikiwa, iko nguvu ina sustain kufanikiwa kwake. Kama ni kufanikiwa, wangekuwepo mabilionea wengi. Kwa nini katika eneo la uchumi kuna washikilia uchumi, kwamba mtu ahangaike ila asipate, anahangaika. Hebu jaribu kuwaza, mshishi kijijini wewe, mkulima analima, mwisho wa siku amepanda, ametegemea, ameteseka, ameumia, alafu anakuja anavuna kidebe kimoja. Yaani ni sawa na wewe uende kazini asubuhi, urudi jioni, ufanye kazi, mwisho wa mwezi mshahara unalipwa 50,000. Utajisikiaje? Maumivu makali. Sasa Yesu Kristo akiisha kuja akamwambia Adam. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuwa anavikwa ile taji ya miba, alikuwa anamwambia Adam, uliuza maisha yako, uchumi wako, utajiri wako, maisha yako, faida zako uliziuza kwa Ibilisi, lakini mimi kwa damu hii, kwa sadaka hii ninakurejeshea, ninarejesha yote. Na ndio maana maandiko yanasema, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Hebu sema, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninafungua uchumi wangu kwa damu ya Yesu. Ninafungua maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kila laana kwenye eneo la uchumi, kwa jina la Yesu, imeandikwa
imeandikwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa namna ya rohoni ninahama kwa jina la Yesu kutoka kwenye kila laana. Sasa mtu unapomtajia laana atasema, mchungaji, mimi sijalaaniwa, kwa sababu kwanza hajui maana ya laana ni nini. Sawa sawa, tutakapojua maana ya laana, utajua kwamba hii ni laana. Kumbuka, hakuna laana kama kuna obedience na neno la Mungu ama kusudi la Mungu. Laana iliingia baada ya mwanadamu kwenda kinyume, kudisobey ile amri ya Mungu na neno la Mungu. Mpaka hapo vipi? Dhambi ndiyo inazaa laana. Sasa mahali popote dhambi ikifanyika, ile consequence ya dhambi ndiyo inaitwa laana. Tuko pamoja Amen. Sasa laana ni matatizo. Nikawa ninafanya tafiti, nikasoma neno hili linaitwa disease. Biblia inasema akuponya magonjwa yako yote, au komboa uhai wako na kaburi. Sasa neno disease ni neno ambalo lina asili ya Kiunani. Sawa sawa, hili neno disease linaundwa na maneno mawili, lakini ni neno moja linaloitwa is. Sema is. Sasa neno is kwa tafsiri yake lina maana ya freedom from worries and problems. Ndiyo maana ya is. Tuko pamoja? Maana ya neno is ni lack of worries and problems. Kwa hiyo ukiwa wewe hauna matatizo, hauna shida yoyote, unasema nina ease. Kukiwa kuna matatizo na shida na hofu, worries, ndio unasema I have a disease. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa, baada ya mwanadamu kutenda yale makosa, ndipo akawa na hofu. Hofu ya kwanza ameambiwa utakufa, utarudi mavumbini, kwa kuwa wewe mavumbi na mavumbini utarudi. Na akaambiwa utakula kwa uchungu, utakula kwa jasho. Na mwanamke akaambiwa utazaa kwa uchungu, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Magonjwa yakaanzia hapo, disease. Sasa Yesu akaja ili alipe. Mwambie mwenzako, Yesu alikuja ili alipe, afanye uzima mahali ambapo kulikuwa na mauti. Ndio tunasoma ile sasa tafsiri inasema Yesu alikuja kufanya mabadiliko ya hukumu. Alihukumiwa yeye ili sisi tuwe huru. Alipovikwa taji ya miiba katika ulimwengu wa roho alifanya. Unajua hivi, shetani alikuwa hajui kwamba Yesu atasulubiwa, na ndio maana harakati za shetani ilikuwa ni kumuua tu, yaani afe. Ila hakujua hekima ya Mungu kwamba Yesu hakutakiwa kufa. Yaani hata ingekuwa ni kifo cha namna gani, asingekufa. Kwa nini? Kusudi lake ni kwenda msalabani, afanyike sadaka kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Hebu sema, kwa damu ya Yesu ninavunja kila laana. Maana yake unavunja nini? Unavunja toto ya matatizo yote, ama ni kupata na kupoteza. Unasema mimi mchungaji, mimi sina laana, ila ukiangalia yeye anapata na anapoteza.
Maana yake ni kwamba kusudi la Mungu ni mwanadamu afanikiwe katika yale anayoyatabikia. Sawa sawa, Kusudi la Mungu, nasema tena, kusudi la Mungu ni mwanadamu afanikiwe katika yale anayoyatabikia. Maana yake mpango wa Mungu ukimuuliza mbinguni, hata mimi Ozenieli nifanikiwe katika yale ninayoyatabikia, ama ni eneo, ama ni biashara, ama ni huduma, nifanikiwe. Nisipofanikiwa, ndio tunasema kuna matatizo, kuna jambo fulani, lakini sirini kuna jambo fulani. Lakini jioni ya leo Mungu na mbingu zinakumbusha tena, kwa sababu wanadamu wana kawaida ya kusahau. Mbingu jioni ya leo zinakumbusha tena ya kwamba iko gharama ilikwisha kulipwa msalabani, ili huyu mwanadamu atoke kwenye laana na mikosi ambayo ilikusudiwa impate mwanadamu. Kwa hiyo kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kuingia ndani ya Kristo, maandiko yanasema hivi, kwa maana Kristo naye alisulubiwa ili kusudi akafanyika kuwa sadaka ya ukombozi. Maandiko yanasema ili baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa kwa njia ya imani. Unataka kuwa kama Ibrahimu, unataka kufanikiwa kama yeye, huwezi kufanikiwa hivi hivi. Lazima kuna njia ambayo njia hii ni imani, na maandiko yanasema kuna baraka ya Ibrahimu ili ikufikie wewe, inakufikia kwa njia ya imani, kwa njia ya kumwamini. Ndio unasema sasa, kupitia ile damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale alipovikwa taji ya miiba, na hii damu ilikuwa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kumtoa katika laana na mateso na matatizo. Inifikie mimi leo, ninaamuru kwa jina la Yesu, kila laana kwenye familia, kila laana kwenye eneo la kazi, kila laana kwenye uzao, ninaamuru kuanzia sasa, ewe laana, ninaamuru teketea kwa jina la Yesu. Lakini unaposema hivyo, ninaamuru ewe laana, unajua ni damu ipi inaondoa laana? Sawa, Amen. Hebu sema, kwa damu ya Yesu ninavunja kila laana, kila laana, kila laana katika nchi ya Tanzania. Ninaivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, kutokana na majeraha ya taji ya miiba. Ni damu ya kuvunja laana za aina zote, iwe ni laana zinazotoka kwa mababu, laana za nchi, laana za nchi. Kuna laana ya jiografia fulani. Anaposema laana ya nchi, anamaanisha laana ya mahali. Ndugu zangu, kuna mahali ukikaa huwezi kufanikiwa mpaka utakapofanya utakaso na ukombozi juu ya mahali pale. Na ndio maana Mungu anamwambia hivi Yoshua, anamwambia kila mahali utakapokanyaga nitakupa kumiliki. Kiasi kwamba ukweli ni kwamba huwezi kumiliki, ila mimi nitakupa upamiliki. Kwa nini? Kila mahali huwa pana mmiliki wake. Kuna mahali palikuwa panamwagwa damu, ndio mahali pa makafara. Damu zimemwagwa, mashetani yamelishwa, mashetani yalikaribishwa na mashetani yanakaa hapo. Wewe unaenda hivi hivi bila maarifa, bila kujua, bila kupigana. Utasema hivi, nimeokoka ama sijaokoka, lakini eneo lile, ile nchi imelaaniwa. Kwa sababu soma Biblia utakubali, Mungu anamwambia Adam, nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Yaani ardhi, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Anamwambia Kaini, anamwambia yuko wapi Habili ndugu yako? Sasa sio mlinzi wa ndugu yako.
fungua kinywa ipokee damu ya ndugu yako. Utakapoilima haitakupa mazao. Kwa hiyo kumbe laana ni maelekezo ya kiroho ambayo yanatolewa kwa mtu mwenye mamlaka kiroho, na haya maelekezo yanawapata hao watu ambao hawana hiyo mamlaka ya kiroho. Yoshua anasema alaniwe mtu mbele za Bwana atakayesimama kuijenga Yeriko. Maneno tu yanatamkwa, tuone kama utafika mbali. Shetani kazi yao anapenda kuharibu na kuua. Pale hapo yanachukua data. Anasema huyu ni nani? Ni mama yake mzazi wa kumzaa. Amemzalau. Kwa hiyo Mungu anasemaje? Kikawaida Mungu anasema amdhalauye babaye au mamaye kufa na afe. Shetani anasema well done. Yanatoka pale chapu, yanaenda yanatimiza assignment. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Ikiwa kuna laana, mimi sijui akili hii alinipa nani, lakini mzazi wangu mmoja ndio yuko hai. Ila siku mzazi wangu huyo akiniambia, mwanangu, nataka ninywe soda, hata kama ninayo hiyo tu ninampa. Sawa sawa, na siko radhi na sihusiki na sitahusika katika kila tendo ama neno litakalomhuzunisha yeye ama litakalo litafsiri mbele zake ya kwamba nimemdharau. Sawa sawa, hivyo hivyo pia hata kwa mababa, wazazi wa kiroho. Kwa pamoja, sema kwa damu ya Yesu jioni ya leo, kwa damu ya Yesu. Damu ipi hiyo? Imewekwa wapi? Kalvari, kichwani mwake. Ukiwa unasema ukiwa unashughulikia a certain problem, ujue unatumia nyenzo gani, silaha gani. Toka kwenye kuomba kama mtu tu ambaye anakurupuka tu. No, unaposema kwa damu ya Yesu ninavunja laana, uwe una reference katika moyo wako ya kwamba iko damu iliyomwagika kichwani mwa Yesu alipokuwa anavikwa taji ya miiba. Ile miiba ilikuwa ndio laana zenyewe. Sasa ile damu ilipokuwa inatoka ilikuwa ni malipo ya laana, na unatangaza kuanzia leo. Hebu nifundishe andiko moja kwenye Biblia linasema hivi. Ni Paulo alikuwa anaongea na watu kuhusu vyakula vilivyotolewa kwa sanamu. Anasema nasi twajua ya kuwa sanamu si kitu. Sanamu si kitu. Yaani mashetani haya wanaoenda kuyaabudu si kitu. Anasema lakini hata sasa wako wengi hula na hunajisika. Usipofahamu ukweli, uko hatarini kuonewa ama kuteseka. Ndio maana maandiko yanasema nanyi mtaijua, alafu nini itaweka huru? Damu hiyo. Mpaka ufahamu ukweli. Ukweli wenyewe ndio huu, ya kwamba iko damu ya Yesu ilimwagika msalabani, ili kwa damu hiyo amtoe mwanadamu kutoka kwenye laana zote. Yaani ulitakiwa wewe upate, lakini kwa shida. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ile laana imevunjika. Kupata kwako sio kwa shida tena. Amen. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninazivunja kila laana katika maisha yetu, kila laana kwenye nchi ya Tanzania. Kwa jina la Yesu ninavunja kila mabaya, kila mateso, kila laana kwa jina la Yesu. Ndio ushangae sasa, hata kipindi kile cha korona kuna waliozijua siri za rohoni, ya kwamba heri taifa ambalo Bwana
ni Mungu wao. Watu hawa wakaonekana ni kituko kwa mataifa, eti wanashindana na korona kwa kuomba. Wataweza? Itawezekanaje? Lakini unapoufahamu ukweli wa kiroho, unaweza ukaleta matokeo katika mambo ya kimwili. Mambo yote unayoyaona ni ya kimwili yako independent na mambo ya kiroho. Mambo ya kimwili yanategemea mambo ya kiroho. Jambo la kimwili linategemea sauti ya rohoni. Ndio maana kila inapoitwa leo watu wanapomoka kwenye maeneo ya rohoni ili kupata msaada kutoka kwao. Ukienda saa 6 maeneo ya kule sokoni, utasikia muuzaji wa hapa ameenda msikitini. Ameenda mahali ambapo anapata nguvu zake, anapata kibali chake, anapata uwezo wake, umaarufu wake, anapata msaada wake. Na jioni ya leo na sisi tuko mahali petu ambapo tunapata msaada kutokea mahali hapo. Nasi tumekuja na tunaitumia damu ya Yesu Kristo kuzivunja laana zote kwa damu ya Yesu. Hebu simama kwa miguu yako sasa. Wasahili Bwana, wasahili Bwana. Tuimbe sote. Wanakuabudu, wanaimba Bwana, wasahili Bwana, wastahili. Imba kutoka katika moyo wako, mwabudu Bwana. Malaika mwambie Yesu kutoka katika kilindi cha moyo wako, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Wanakuabudu, wanaimba Bwana. Oh yes, wastahili Bwana. Oh, wastahili. Mwabudu Bwana. Malaika wa mbinguni wanaimba Bwana. Yesu yuko mahali hapa. Wastahili Bwana, wastahili Bwana. Wanakuabudu, wanaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili. Hao malaika, maserafi, makerubi, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Wanakuabudu, wanaimba Bwana. Yesu wewe wastahili Bwana, wastahili Bwana. Nasi leo hii tunaimba Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Wewe ulichinjwa kwa damu yako ukatununua, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Kwa damu yako ukafanya ukombozi, wastahili Bwana, wastahili. Oh malaika, imba imba imba, wanaimba Bwana, wastahili Bwana. Yesu wewe wastahili Bwana. Wanakuabudu, wanaimba Bwana, wastahili Bwana. Oh Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe
wastahili. Bwana ni wewe, Bwana ni wewe tu, wastahili. Bwana ni wewe, Bwana Yesu, Bwana ni wewe, mwambie Yesu, Yesu wewe wastahili. Uliyeshinda ni nani? Bwana Nani huyo? ni wewe Bwana. Bwana Ni wewe Bwana. oh Yesu wewe Wastahili. Bwana ni wewe, Bwana Bwana ni wewe, ni wewe Bwana. Bwana ni wewe, Ni wewe Bwana. Bwana. Hebu sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sijasikia mwenye mamlaka. Kwa damu ya Yesu, jioni ya leo, kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwa kuvikwa taji ya miba, jioni ya leo, jioni ya leo, kwa damu ile iliyomwagika kuwa malipo juu ya laana, kuwa ushindi, kuwa ukombozi juu ya kila laana kwenye maisha yangu. Jioni ya leo, mimi Ozenieli ninavunja kila laana kwenye maisha yangu, kupata na kupoteza, kufa kabla ya wakati, kushindwa kutimiza ndoto, kushindwa kutimiza ukuu. Jioni ya leo ninavunja kila laana, kila neno la kiroho linalosimama kuwinda maisha yangu kwa jina la Yesu. Neno hilo ninalishinda, ninalivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe laana ya kuharibikiwa na kushindwa kutimiza kusudi la Mungu duniani, jioni ya leo ninavunja kila neno la laana. Sikiliza wewe shetani na mapepo yote, kwa damu ya Bwana Yesu iliyotiririka kutoka kichwani mwake, ninavunja na kuzishinda laana zote, laana ya umaskini, laana ya nchi, laana ya magonjwa, laana ya kutokuzaa, laana ya kukataliwa, laana nyingine zote, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninatumia damu ya Bwana Yesu ya kichwani kuzifuta laana zote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninahama kwa namna ya rohoni na kuingia katika ukoo wa Ibrahimu na katika baraka ya Isaka na Yakobo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nami ni mrithi pamoja na Yesu Kristo kwa baraka za Ibrahimu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninajifunika kwa damu ya kichwani mwa Bwana Yesu, mwa Bwana Yesu, na kuharibu kila laana iliyo njiani ambayo imetumwa kunijia. Ninaiharibu kabisa kwa damu ya Yesu. Hebu anza kuomba sasa. Shatata paparia mama, shata paparia mama, eramakata ya mama, ribo shatapa, eriama satapa ramama, rikapa rabo shatapa ramama ya mama.